tuanze kuwa unafahamu saratani ya shingo ya kizazi? Ulishai kuisikia? Huwa inasababishwa na nini? Tulisema huwa inasababishwa na virus anaitwa human papilloma virus, si ndio? Dalili za saratani ya shingo ya kizazi ni zipi? Umejichanganyaje? Si tumetoka kuongea so muda. Sasa zitaje. Mara nyingi dalili za saratani ya shingo ya kizazi huwa zinasababishwa na nini? Unakuta mtu mwingine akiingia period, damu inatoka nyingi ikiambatana na maumivu. Dalili nyingine, unakuta mtu mwingine akikutana na mwenza wake anakuwa anasikia maumivu makali anavyofanya tendo la ndoa. Na mwingine unakuta dalili nyingine ni kwamba baada ya kumaliza tendo la ndoa, mwingine inaambatana na kuvuja damu. Baada ya kufanya tendo la ndoa, damu zinaanza kutoka. Dalili nyingine ni kwamba mtu anakuwa anapata period, damu nyingi zinatoka au zinakaa kwa muda mrefu. Mtu mwingine anakaa period, anaingia labda zaidi ya wiki 2 au siku nyingi, wakati inabidi period wengine wanaingia siku 3 mpaka siku 5, wakizidi sana siku 7, si ndio? Mwingine unakuta anapata maumivu ya nyonga, kwa anakuwa anapata maumivu ya nyonga, si ndio? Dalili nyingine ya saratani ya shingo ya kizazi, mara nyingi anakuwa anatokwa na damu na uchafu ambao unakuwa na harufu mbaya, tunasema ni foul smell. Tunasema na urethral discharge ambayo tuseme ina foul smell, si ndio? Hizo ni dalili, na tumekubaliana kuwa saratani ya shingo ya kizazi inasababishwa na virus anaitwa human papilloma virus. Unasikia? Hapo tumeelewa. Sasa ni watu gani ambao tuseme wanaweza kupata au wapo kwenye uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya shingo ya kizazi? Ni hawa wanawake, unakuta labda anawawenza zaidi ya mmoja, anakuwa na multiple partners, multiple sexual partners. Ya unakuta labda sio mwaminifu, ana mume wake lakini ana wapenzi zaidi ya mmoja, si ndio? Mwingine ni wale ambao tuseme wamejifungua mara nyingi. Manake unakuta zaidi ya amejifungua zaidi ya watoto 5. Tunasema ni high parity or more than 5 deliveries, si ndio? Wengine ambao wanavuta